Ndugu zangu wa Tanzania, mimi nataka niwakumbushe jambo moja tu, kwamba nchi yetu hii ya Tanzania kuna mahali inaelekea. Kuna mahali inaelekea na itafika mahali hapo, kwa sababu aliyekusudia ifike mahali hapo inakoelekea ni Mungu mwenyewe. Kwa hiyo Watanzania hata kama wangekaa kimya, wakatulia tu, wakayatazama kwa macho mema na maovu yanayofanyika katika nchi yetu ya Tanzania, bado Mungu anaweza kuifikisha kule ambako alikusudia ifike. Ukisoma Biblia katika Mambo ya Walawi sura ya 19 kifungu cha 23, neno la Mungu linasema, utakapopanda miti ya matunda ya aina yoyote, hiyo miti ya matunda usiitumie kwa muda wa miaka 3. Maana yake nini? Yatakuwa yanaiva, yanaharibika, lakini aliyeipanda haruhusiwi kuitumia. Sasa maana yake nini? Katika kifungu hicho Mungu anafundisha uvumilivu wa watu wake na kuwakumbusha kwamba Mungu ndiye anayeanzisha jambo na kulitimiza. Mungu amekwisha kuanzisha jambo tangu nyakati za hayati Magufuli ndani ya Tanzania, na yeye lazima ndiye alitimize. Si kwa sababu ya maombi, si kwa sababu ya mapambano ambayo Watanzania wamepambana, ila kwa sababu ya makusudi yake yeye mwenyewe ndani ya nchi ya Tanzania. Sasa kwa nini nawakumbusha mambo haya? Nawakumbusha mambo haya kwa sababu ziko sanamu zinazopiga kelele za takataka ili kujaribu kugeuza yale makusudi ya Mungu, kwa sababu tu zina alama kwamba zimesoma. Kwa nini hizi ni sanamu? Ni kwa sababu mtu yeyote unayemwona anatembea ni mfano wa nyumba. Kila mtu unayemwona anatembea hapa duniani ni mfano wa nyumba. Sasa nyumba ziko za aina mbalimbali. Kuna nyumba imepigwa tope tu lakini watu wanaishi. Kuna nyumba imepigwa lipu. Kuna nyumba imesafishwa. Kuna nyumba imepigwa niru. Lakini kuna nyumba imepakwa rangi ya thamani, ambayo hiyo rangi hata kama ikichafuka mtu naweza ukaosha na rangi kabaki iko vile vile. Hivyo ndivyo walivyo wanadamu. Sasa katika hayo yote, uthamani wa nyumba ni nyumba iliyojengwa kwenye msingi imara. Yeyote ambaye anaweza kawa na nyumba ameipaka rangi, lakini nyumba hiyo imejengwa kwenye mchanga au imejengwa kwenye udongo, kwenye ardhi pasipo na msingi, ndiyo nakwambia kwamba hilo ni sanamu. Kwa nini? Kwa sababu anguko lake hakuna utakachoogota hata kimoja. Sasa kuna watu wanakejeli dini, wanasema vibaya watumishi wa Mungu, wanasema hakuna Mungu, wanasema mambo mbalimbali kwa sababu eti tu wanasema wamesoma. Wengine wanasema ni wanafalsafa, wengine wanasema ni wanasaikolojia. Lakini hawa wanasaikolojia na wanafalsafa, falsafa hiyo kupitia asili yao, kupitia utu wao na tamaduni zao, haikupatikana hiyo falsafa, wala hiyo saikolojia haikupatikana, ila ilibidi waende kuisomea hiyo saikolojia na falsafa kupitia wale ambao wanawasema vibaya, kupitia wale wanaowasema vibaya, ndipo wakaitwa ni wasomi. Isipokuwa kwa asili zao, kwa tamaduni zao, kwa utu wao, kwa kabila zao, wameshindwa kufika hapo walipofika, mpaka wanazungumza Kiingereza. Kwa hiyo wanachukia waliowapa elimu, wanawakosoa, wanawaona kama walikuwa wana nia ya kutawala, lakini bado wamekuwa watawala kwa kupewa elimu yao. Hii ni kwa sababu ni sawa na nyumba iliyojengwa kwenye mchanga, imepigwa rangi nzuri. Kwa hiyo elimu pasipo utu uliojengwa kwenye msingi ni sawa na rangi iliyopigwa kwenye nyumba ambayo imejengwa juu ya mchanga au juu ya udongo pasipokuwa na msingi, hamna lolote. Kwa hawa watu ndio maana nasema ni sanamu, zinatoa kelele za takataka, zinakejeli watumishi wa Mungu, zinasema vibaya watumishi wa Mungu, zinasema mambo ambayo kimsingi zimesetiwa tu ili kujaribu kuyumbisha
ule msimamo wa Tanzania na kile wanachokiamini ambacho kiko mbele yao. Sasa mimi nawatia moyo wa Tanzania kwamba Kanani lazima tutafika. Tanzania lazima itafika kwenye Kanani ya mafanikio, ya maendeleo, Kanani ambayo kila Mtanzania atatimiliza furaha aliyokuwa ameanza kuipokea wakati wa Magufuli. Itatimia, haijalishi hizi kelele zinapigwa, itatimia. Sasa ninachotaka kuzungumza katika haya, ninachotaka kuambia Watanzania katika haya ni kwamba tusiyumbishwe, tusisikilize hizi kelele. Watumishi wa Mungu wanasemwa vibaya. Wale wanaojaribu kuielekeza Tanzania itembee vizuri, ifikie makusudi kadiri ya yale yaliyokusudiwa, hata kama hawaeleweki, hata kama hawa watumishi hawaeleweki, lakini wanajaribu kuelekeza kwamba jamani, kwa njia hii ndio tunaweza tukaifikia kusudi la Mungu. Lakini hata kama akikaa kimya, kusudi hilo amekwisha kulipanga Mungu. Sasa nije kwenye habari ya dini, kwa sababu nasikiliza hizi sanamu zinazopiga kelele, zinazotoa takataka za kelele, zinazungumza mambo mengi sana. Zinazungumzia habari za dini, zinazungumzia habari za nchi na misimamo yao. Kuna watu wanazungumzia habari za Irani, taifa la Irani na msimamo wake. Kuna watu wanazungumzia habari za wanawake na msimamo wake. Kuna nchi zenye tamaduni mbalimbali. Sasa ukweli ni huu, kwamba ni kweli ndani ya dini kuna mambo yasiyo mazuri ambayo yanafanywa na wale ambao wamekabidhiwa dini hiyo ili waipeleke kadiri ya makusudi ya Mungu. Lakini ukweli, hakuna mtu sahihi duniani aliyewahi kutokea na atakayetegemea kutokea ambaye atatokea nje na dini. Hakuna mtu sahihi wa mfano wa kujifunzia hapa duniani aliyewahi kutokea na atakayetokea akatokea watu wakafurahia matendo yake na njia zake akiwa nje na dini. Mtu sahihi atakayetokea akaifaa dunia, akawafaa wanadamu, akafanya mambo yaliyo mema ni yule atakayetoka katika dini. Lazima hawa watu, kama ni watu ambao wako kwenye msingi, wataelewa hili jambo. Lakini kama ni watu ambao ni nyumba zilizojengwa kwenye mchanga, ni ngumu kuelewa hili jambo. Nikupe mfano. Hayati Magufuli amefanya mambo ya ajabu yaliyoitikisa dunia. Marais wote wa Afrika, katika yale ambao yeye aliyapiga, marais wote wa Afrika na dunia, hakuna aliyesubutu kufanya kile alichokifanya, hasa kwenye issue za corona. Hakuna aliyesubutu. Hata viongozi wa dini hakuna waliomuelewa. Lakini yeye, kwa sababu alikuwa na dini na zaidi ya dini, yani alikuwa yuko ndani ya dini, halafu amepata kile kinachotafutwa, kile ambacho ni alimasi ndani ya dini, anacho. Alikuwa tayari anacho. Ndipo akafanya mambo yaliyoutikisa ulimwengu. Kwa hiyo hawa wanaokejeli dini, wanaokejeli watumishi wa Mungu, wanaowasema vibaya, hebu watazameni, wapimeni katika msingi huo. Ukimtazama pamoja na elimu aliyo nayo na falsafa aliyo nayo na psychology aliyo nayo, utagundua jambo moja tu, kwamba huyu hajapata kile kilicho zaidi ya dini, kinachopatikana ndani ya dini. Lakini ziko dini mbalimbali hapa ulimwenguni, ziko dini mbalimbali, lakini dini hizo zingine ndizo zilizosababisha wale walio nazo nchi zao zichukuliwe na nchi zingine. Kwa mfano, Mungu aliwahi kuonya, akasema nawapeleka kwenye nchi ambayo hiyo nchi waliokuwa wanaikalia walikuwa wana dini mbalimbali chafu zisizofaa. Kwao zilikuwa nzuri, kwao walizitii, kwao walizitumikia, lakini mbele za Mungu zilikuwa chafu. Na akawathibitisha kwamba ili mjue kwamba iko dini sahihi, na wapeleka kwenye hizo nchi, haijalishi ni nchi ngapi, wote watateketea. Nyie mtatawala nchi yao, nyie mtamiliki nchi yao. Kwa hiyo hizi sanamu zinapiga kelele za takataka ili kudutaka
na sisi tuanze kurudi kwenye tamaduni zetu, kwenye taratibu zetu, kwenye imani zetu za kishetani. Mwisho wa siku sasa ndipo Tanzania ipotee. Sio kila dini, sio kila tamaduni ni tamaduni. Ziko tamaduni ambazo unapoziishi maana yake unajitapika, unajitoa hata kwenye hali yako ya kustahili kuwa mrithi wa nchi ile, unajitoa. Sasa ukiwasikiliza hawa wana saikolojia na hawa wanaosema wamesoma japo elimu yao ndiyo hiyo, ni nyumba iliyopigwa rangi ambayo imejengwa kwenye udongo, haikujengwa kwenye msingi. Unaona wanachokifundisha, wanafundisha habari za tamaduni, habari za mila zetu, habari za namna yetu, lakini namna yetu ya namna gani? Ya kishetani, namna yetu ya giza. Ndio wanaoshawishi kwamba na sisi turudi kwenye namna zetu za giza. Hizo namna zetu za giza wanazojaribu kusisitiza, Watanzania wanalenga tu kwamba tukiziingia, maana yake ndipo utakapokuwa mateka wa watu wengine, kama vile vilivyotokea kwa wana wa Israeli. Mungu anawaambia kwamba msiige tabia za nchi za watu hawa wanaowapeleka kwao. Mnakwenda kumiliki nchi zao kwa sababu wamefanya machukizo, wana dini chafu, wana dini za uharibifu. Ni kweli walioleta dini wana madhaifu yao, walikuwa na agenda zingine, lakini aliyepata zaidi ya dini, kile kitu kinachotafutwa ndani ya dini, aliyekipata huyo mtu, awe ni mzungu, awe ni Mwafrika, hao watakaa meza moja, hao watatendeana kila jambo lilo jema. Kwa hiyo hawa watu wanajaribu kudutoa, wanajaribu kufifisha yale makusudi. Hayafifii, yanaendelea kusonga mbele kama mwali wa moto, yanaendelea kukimbia kama mwali wa moto mpaka yatimize Tanzania ifike Kanaani mpya. Na haya yamekuwa tayari. Kwa jina la Yesu, amen.